Wako watu wanakuwa wajanja janja, wanavamia ardhi. Njia pekee ya kuepuka migogoro tusije tukafarakana ni kuipanga vizuri, kuisimamia vizuri na kuitumia vizuri kwa tija. Ni muhimu sana kuhakikisha kabisa kwamba ardhi matumizi yake yanasimamiwa vizuri, na hilo ndio linahusu hili eneo. Hii ardhi ni mali ya umma. Tumehimizwa kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi kupanga ardhi za kilimo, za mifugo, za makazi na kuziheshimu na kuzilinda kisheria. Tunataka kutumia maeneo yetu yaliyobaki, maana mengi yamevamiwa, kufanya maendeleo ya kisasa ya mifugo. Na kwa maana hiyo, ukiacha shule tu ambazo zimeingia, lakini shule zenyewe za wafugaji pia, hakuna ardhi chini ya uongozi wangu, na nimeshasema ndani ya Wizara ya Mifugo itakayotumika nje ya matumizi ya shughuli za mifugo. Matumizi mazuri ya ardhi ya Wizara ya Mifugo ni kwa shughuli za mifugo tu. Kipaumbele ni majengo ya serikali ya taasisi inayowahudumia wafugaji. Hiyo kipaumbele ni namba moja. Lakini sio kipaumbele kuleta stendi tena. Inatosha. Mlichochukua inatosha. Lazima tulinde ardhi zetu, lakini pia tuwe na mahusiano mazuri na wananchi wanaozunguka kwenye eneo la ardhi zetu, kwa sababu ardhi hii ni ya umma. Ardhi hii iwe chini ya ulinzi wenu na wananchi. Na mimi kama waziri wa mifugo nawahimiza wenzangu serikalini, viongozi wenzangu ngazi zote, tusiwanyanyapae wafugaji. Kama wako wafugaji wachache wanakosea, isiwe kosa la jumla, lakini na wafugaji ambao nimepata bahati ya kuwa kiongozi wenu, tusivunje sheria. Kwa sababu unaona hapa sasa hivi Makuyuni umeendelea kuiona, kwa sababu wengi ni wafugaji, wanaendelea kuemea kwenye eneo hili kufanyaje? Kufanya malisho. Na ndio sababu wanakuomba hiyo eneo. Na mimi ningekuomba leo, kama hii eneo la shule, ili kuondoa matatizo, tuone jinsi gani ile eneo la shule kwanza mnatupa, ili tuwe na access ya kuongeza na hilo eneo likae, shule ikae vizuri. Shughuli kubwa za kiuchumi kwa 80% ya wananchi wake ni ufugaji. Na miongoni mwa changamoto ambazo nimekuwa nikizisikiliza Mheshimiwa Waziri, kumekuwa na migogoro mingi ya wafugaji na wakulima. Hasa chanzo kikubwa ni malisho. Na migogoro hii mara nyingi imekuwa ikiibuka hasa katika kipindi cha kiangazi. Lakini Mheshimiwa Waziri, nataka nikuhakikishie katika kijiji hichi wako kina mama ambao wanajishughulisha na shughuli ya kupanda malisho, yani majani ya malisho, ambapo katika kijiji hichi kuna wanawake takriban 90 wanafanya shughuli hizo. Ikikupendeza Mheshimiwa Waziri, sitamani wape eneo kwa maana ya kulimiliki kwa ujumla. Ikikupendeza wakatie eneo temporary kwa maana ya kufanya shughuli hizo za kupanda majani, ili tupunguze migogoro ambayo inajitokeza hasa katika kipindi cha kiangazi.